Kumekuwa kuna baadhi ya wanasiasa wamekuwa wakiaminisha kwamba bodaboda sio kazi. Bodaboda sio kazi, na wamekuwa wakiwaaminisha vijana kwamba bodaboda sio kazi na sio kazi maalum ya kijana kufanya. Lakini tumekuwa tukiona baba zetu, mama zetu wengi kwa wakati huu kwamba wameanza kutulea kupitia bodaboda, na kuna wengine mpaka wamejenga nyumba zao kupitia bodaboda. Kwa hiyo mimi naamini binafsi kwamba wanasiasa kabla ya kuwa sometimes wanaongea maneno yao, inawapaswa watafakari mara mbili, kwa sababu unapomwambia mtu bodaboda sio kazi au bodaboda sio ajira, na mtu amejitahidi, ameweza kujiajiri na anaendesha familia ya watoto 4 5, anasomesha watoto, unakuwa umemkosea sana. Lakini katika pitapita zangu za mitandaoni nilijaribu kuona kwamba jinsi gani serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imevyoweza moja kwa moja kumthamanisha bodaboda, kumthamini bodaboda kwa kiwango kikubwa sana. Lakini pia licha ya serikali kumthamini bodaboda, nimejaribu kwenda kuongea na bodaboda wenyewe moja kwa moja. Kwa hiyo leo nataka nikuthibitishie kwamba bodaboda ni ajira. Usina siasa anayekuambia kwamba bodaboda sio ajira. Bodaboda ni ajira na watu wanafanya mambo. Hem, tusikilize kauli ya Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwakilishi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Dr. Lameck Mwigulu Nchemba, namna gani kwanza anavyo serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inavyomthaminisha bodaboda. Ana thamani kubwa, na namna gani pasi kumdharau bodaboda. Hem, tusikilize kwanza jambo hili la bodaboda pia na vyombo vingine vya usafiri vilijadiliwa bungeni. Sasa nataka tusikilize, alafu tuende kwa bodaboda wenyewe tuwasikie kwamba nao wanasemaje juu ya kauli ambayo ilitolewa na Dr. Lameck Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Spika, nikubaliane na Mheshimiwa mbunge kwenye upande wa makosa haya madogo madogo. Mheshimiwa Spika, kama ambavyo waheshimiwa wabunge watakumbuka, nilikopita katika ziara, maeneo yote nilielekeza kwamba vyombo vinavyotumika kwa kazi ya vijana wetu wa Kitanzania kujiletea kipato, ikiwemo bodaboda, bajaji, magari haya ya keri, magari ya biashara, kama limefanya kosa na tumejiwekea taratibu za sheria za hayo makosa na mhusika anatambulika, basi hivyo vyombo visitumike kushikiliwa, badala yake warudishiwe wahusika ili wakafanyie kazi na kupata fedha ambayo wanatakiwa walipe faini. Mheshimiwa Spika, kwa sasa Watanzania wengi wako na vitambulisho vyao vya taifa, wanafahamika na vyombo vyao vimesajiliwa, wamiliki wao na wanaoviendesha wanafahamika. Hakuna ulazima wa kushikilia chombo hicho badala ya kujikita kwenye utaratibu ambao tumejiwekea wa faini, na tumeweka muda ambao aliyefanya kosa anapaswa kuwa amelipa. Mheshimiwa Spika, nitumie bunge lako tukufu kuelekeza tena, mahali popote ambapo kuna vyombo vya moto bado vimeshikiliwa na havijafanya makosa yale ya kundi la kwanza nililosema, la makosa makubwa ya uhalifu, mauaji, nyara za serikali, ubakaji, madawa ya kulevya, makosa mengine yote ya faini, vyombo vya moto visishikiliwe, badala yake wahusika watakiwe kulipa faini wakiwa na vyombo hivyo ambavyo ni vitendea kazi vya kufanyia kazi, kila mmoja aendelee na kazi. Mheshimiwa Spika, utakumbuka Mheshimiwa Rais alielekeza serikali kupitia upya sheria zile za masuala ya faini. Utakumbuka faini zilikuwa kubwa sana. Mheshimiwa Rais akasema faini sio chanzo cha mapato, tunarekebishana, tunasahihishana, wekeni faini ambayo itakuwa na sura halisi kwamba hii si chanzo cha mapato. Na utakumbuka Mheshimiwa Spika, bunge lako tukufu likapunguza faini zile ambazo zilikuwa zinatozwa kwa bodaboda, bajaji na maeneo mengine ili kuweza kuhakikisha kwamba zinakuwa faini zinazoweza kulipika. Mheshimiwa Spika, nitoe rai pia kwa vijana wetu wa Tanzania kutokutumia hii kama fursa ya kufanya makosa. Makosa mengine yanahatarisha uhai wa Tanzania wengine, ikiwemo wale wanaobebwa kama abiria. Kwa tuendelee kuchukua tahadhari tunapotumia vyombo hivyo vya moto, kwa sababu vinatugharimu maisha na sehemu zingine, maeneo mengine vinasababisha ulemavu kwa wananchi, tena wanaotegemewa katika familia zao. Kali na ujali
serikali inalojali watu wa hali ya chini. Bodaboda ni kazi bana, bodaboda ni ajira, mtu asikudanganye. Acha nianze na bodaboda hapa, tuanze kuwauliza changamoto zinazopitia. Bana, inakuaje bro? Kama kawaida. Kama kawa? Shukuru Mungu. Bana, Mungu ni mwema. Sasa bwana mimi nina maswali madogo hapa nataka nikuulize. Kuna agizo ambalo lilitolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Lameck Mwigulu Nchemba. Alisema kwamba waendesha vyombo vya barabarani especially bodaboda pamoja na bajaji wakifanya makosa moja kwa moja kwamba waweze kufanyiwa zile charges, wachajiwe, maana wapigwe faini, lakini vyombo vyao visiziwiliwe, maana vikiziwiliwa hawawezi kulipa faini pamoja na kuhudumia familia zao. Kama unavyojua maisha ya Watanzania wengi especially bodaboda na bajaji, kutoka kwetu ndo kula kwetu. Sasa je, wewe kwanza tamko hilo unalichukuliaje au umelielewaje? Tamko hilo kiufupi ni tamko la uongozi. Kiongozi kafanya kazi yake inayotakiwa kufanywa. Tunamshukuru Mungu katika hilo. Sawa sawa. Sasa wewe kama bodaboda hilo linakusaidia vipi au unaona kwamba linakufeva vipi? Mimi kama bodaboda, cha kwanza linanifeva, naendelea kufanya mambo yangu yanayonizunguka mengine. Cha pili ni kutoa ushauri kwa bodaboda wenzangu au kwa bajaji wenzetu. Tusifanye kazi kimazoea kama zamani. Tamko limetoka, lakini kwa kiufupi linatulenga sisi tubadilike. Sio kama ndo tokee vile vile mwanzo ovyo ovyo, haiwezekani. Tamko limetoka, lakini kwa kutufeva sisi tubadilike kufanya kazi kistaarabu. Sasa ikitokea umekamatwa, umeadhibiwa, unaadhibiwa kistaarabu, unaachiwa, unafanya mambo yako mengine. Lakini huwezi kukamatwa na makosa zaidi ya moja alafu ukasema eti watu wakuachie, inakuwa haiwezekani. Inabidi tubadilike kama bodaboda wafanya kazi mjini, inabidi tubadilike. Sawa sawa. Sasa kwa hiyo kwamba unafurahishwa na maamuzi yaliyotolewa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na maamuzi hayo unaona kabisa kama ulivyosema kwamba yanakufavor bodaboda na pia yanakulinda. Zamani hali ilikuwaje? Labda maybe kipindi ambacho ulikuwa kukamatwa chombo chako, mlikuwa mnapitia hali gani mpaka kwenda kuchukua chombo chako na kuendelea tena na kazi? Kiufupi hali ilikuwa sio mbaya sana, sio nzuri sana. Mtu anakamatwa maximum ana makosa zaidi ya 2-3. Anaambiwa faini apigwe 30, hana hiyo 30. Inakuwa ni changamoto juu ya changamoto. Kwa hiyo ndio maana baadhi ya askari au baadhi ya vyombo vya dola wanazuia pikipiki mpaka utakapoleta hiyo hela. Sawa sawa. Ndio ilivyo. Okay, sawa sawa. Ila kwa sasa hivi ndo kama hivyo, lakini vipi tamko sasa hili ambalo limetolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu? Je, kwa nyie bodaboda ambao ndo mnaingia samtani, je, linafanyiwa kazi kweli au halifanyiwi kazi? Maaskari wanakamata, wanawachaji, au moja kwa moja ni kwamba bado hali ni kama ya zamani? Kwa mimi upande wangu naona limebadilika. Sawa sawa. Bana, asante sana, mimi nashukuru kwa muda wako. Hata tumguse na Faza hapa kidogo. Bana Faza, vipi? Salama, kwema ndugu yangu. Kwema, mambo yanasemaje? Salama bwana. Kwanza kabisa unamwambia nini kijana ambaye anaamini kwamba bodaboda sio ajira? Huyo anapotea. Bodaboda ni ajira, watu tunajiozesha, tunapata riziki. Bwana tunapata, tunashukuru Mungu. Sawa. Sasa bwana, kuna tamko la Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Lameck Mwigulu Nchemba. Alisema kwamba bwana bodaboda anapokuwa amefanya makosa au bajaji basi vyombo vyao visiziwiliwe, bali waandikiwe faini. Baada ya kuandikiwa faini basi moja kwa moja ni kwamba waendelee na shughuli zao ili waweze kulipa zile faini na kuweza kuendeleza kusaidia familia zao, kwa sababu zamani ilikuwa ni kwamba bodaboda akifanya kosa bodaboda inashikiliwa mpaka ulipe faini ndio uiokoe bodaboda yako. Wewe maamuzi hayo au tamko hilo la Mheshimiwa Waziri Mkuu umelipokeaje? Hilo tamko ni tamko la kiungwana. Kwa hivyo ndivyo bodaboda ambavyo wanathamini kazi zao na wanaamini kwamba ni kazi yao, na wanaona namna gani ambayo kauli hiyo endapo ikizidi kufanyiwa kazi kama imevyoanza kufanyiwa kazi kulingana na maelekezo ya Mheshimiwa Dr. Lameck Mwigulu Nchemba, basi bodaboda tutaona mbali sana, mafanikio makubwa sana. Hivyo bodaboda ni ajira, asikudanganye mtu kuacha au kusema kwamba bodaboda sio ajira au sio kazi. Asanteni sana.